Hello, welcome back to yet another episode of Youth Baraza. Leo tunazungumzia kuhusu the importance of fitness and exercise. Na kama unavyojua, I'll be your host Amir Muhammad Asmara. Na leo niko na wageni hapa wazito. Labda nitatambulisha. Hakuna wazito hapa. Hapa ni lightweight. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Said Hamad. Professionally I'm an engineer, but I'm a health and wellness life coach, lifestyle coach from Mombasa. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mubarak Abdallah. Profession yangu ni accounts, part-time bodybuilder. So that's me. My name is Sarah. I'm a trainer at Tishiro. I'm a fitness coach. Are you on a career? Fitness coach. Yes. Okay. Labda tuanze kwa site. So should we improve on our physical health and well-being? Yeah, it's very important. Manake physical health and well-being plays a key role in our lifestyle. Tukiangalia whatever is going on right now, the sedentary lifestyle that we have, the poor diets, zinasababisha magonjwa mengi. So when we go on the wellness journey, there are some factors that we have to accommodate so that we become healthy, because it plays a key role. And some of the factors that we have kuna exercising. Exercising helps you in reducing the risks of cardiovascular diseases, kama heart disease, becoming diabetic. Alafu, another one is the diet. We need to focus on the foods that we eat. Plays a very big role when it comes to wellness, because whatever you take in is what you become. If you eat healthy, you'll become healthy. If you eat junk, you'll become a piece of junk. So that's how it is. Now, it's true because people they take it lightly, but that's how life is, because even the coaches here, they will tell you. Fitness, another thing that is very important is your mental health. Mental health, combining with the fitness and the wellness, that's something that builds a person. Unaweza ona someone walking, but he's not in the right state of mind. And that one also plays a very big role. How do you get out of it is you have to socialize. You need to be out there. Yani, be with nature. So that one can help you reduce on the stress and manage your stress. Another thing that is very important is, sleep. Sleep is one of the factors that is important, and we advise someone to go for a minimum of 6 to 9 hours for an adult. So those are the factors that when you combine them together, and also another thing that I forgot is you need to stay hydrated. When it comes to wellness and for metabolic health, you need to be hydrated. Yeah. Sawa. So naambia leo na kuna watu wazito hapa. Sikia hizo mambo kali sijui. Nikaliamu kuongea tu. So tuko kwa sasa. Why do you think watu wana struggle na exercise? Because kila mtu akianza January, mimi kuna gym, lakini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu tushatoka. I think most of the time, like everyone, you want to go. Like January, new me, new body, everything. Hata sio peke yake. Within katikati ya mwendo kama daktari. You need to exercise. That's when people come. But most of the time, people don't stay consistent. Consistency, hakuna. So lack of motivation. Alafu wengine ni fear of failure. You know, tunafikiria nikianza alafu I don't see results, watu watacheka. And then you know, like, especially in Mombasa, when you start ukisema naenda gym. We macho yote
yako kwako, we want to see you after 1 month utakaje. Wengine ni gym environment becomes intimidating. Sasa unapata wabeba weights hapo ni wewe mwingia gym. So wewe mwenyewe utakuwa intimidated, yani unapata yeye ni 50 alafu kuangalia. So some people get intimidated and pia ile lack of motivation. Okay. You know, kila mtu fitness is difficult. It's very difficult, especially mtu ambaye hajaifanya. So motivation huwa ni, if your motivation is I just want to wear this dress na usipova, ama I want lose 10 kgs in a month. So hiyo motivation ambayo naanza nayo. So jua ile after 1 month asimama kwa scale 1 kilo down. See, like sasa motivation yake atoka from 100 to 0. So most of the time it's unrealistic expectations. Okay. So lazima tuset goals ambazo ziko realistic, achievable. So tuseme kwa kumbara sasa. Naam. Gonna kufanya mazoezi. Kuna umuhimu kufanya mazoezi. Umuhimu uko sana kufanya mazoezi. Ukiangalia pia sasa haya maisha ambayo tunaishi, chakula tunazokula, bila mazoezi hatuwezi kuishi maisha yenye afya nzuri. Ukiangalia kwa sasa magonjwa yamezidi. Ukiangalia magonjwa ya kansa, magonjwa ya kisukari yamezidi sana. Mwanzo ukiangalia Mombasa, sasa unaweza kupata mtu miaka 30, 35, sukari haishuki, ni hivyo tu. So ni mazoezi pia watu hawafanyi. Na ukiangalia mazoezi umuhimu wake, wewe ukifanya unaona ile mwili wako uko mwepesi, uko flexible, kila kitu yani unajiona uko sawa. So ni muhimu kwa kila mtu kufanya mazoezi. Plus ukiangalia maisha yetu tunaishi, tayari pia ni mazoezi, lakini pia kuna umuhimu wa kuzidisha mazoezi. Kama kina sisi hapa, hatuumui, kwa nini tuko stable? Lakini hatuone na umuhimu kwenda kufanya gym. Si gym pekee yake si mazoezi. Mazoezi yako mazoezi mingi. Unaweza enda walking, unaweza fanya jogging, unaweza kufanya yoga nyumbani, unaweza kufanya stretching tu, pia ni mazoezi tosha yale. Ni mazoezi mazuri sana tena. So si lazima uwe gym ndio uwe unafanya mazoezi. Kucheza mpira pia tu ni mazoezi tosha yale. Sasa. So Said hapa amesema kuna ile the well-being, sio? Yes. So unaja kwa. So what is the relationship between physical and health? The relationship between is it between they correlate, manake they work actually hand in hand. Ukiwa unaweza kuwa you are very fit lakini ndani you're not healthy. Kuna watu they go and work out like from morning till evening, but still that person hana ile overall well-being. Shona, kwa sababu gani? Tuseme mtu ambaye ako na sukari na diabetes, yeye hayuko sawa, lakini ataenda mazoezi and still asiachieve ile goal yake. Kwa sababu gani? The well-being is not addressed. So kuna vitu ambavyo mtu anaweza fanya combine hizi vitu viwili, shona, na zinarudi pale the lifestyle that we are living in. Shanaelewa, the lifestyle, you need to have movements. Movement is very important. Kama ulivyosema, like walking. Walking is a very good form of exercise. Any exercise that someone can do is important. So it has to be combined. The two of them, for someone to be healthy, are combined, the wellness and the fitness part of it. Kwako sir, what are the best types of exercise unafanya on a daily basis? Tuambie mimi. Ona sasa mwezi wa Ramadhani tu kula viazi. Kijana leo vitu mafuta hivi. You know, we've complicated fitness. Kama vile msema, kila mtu akisikia gym, kila mtu akisikia workout, the first thing somebody thinks is lazima niende gym. Alafu kuna wewe ambao gym ona, it's not for me, like it's very sawa. But one of the most underrated workouts is walking. Walking, I don't know
watu saizi one thing I've come to discover, thank God saizi watu tumeamka mpaka watu wanajua, you'll find people walking mpaka wana okay, people have understood. But sasa wiki yetu pia watu waifanya ile ya ndio isi sound pia vibaya. It's no longer ya workout, ni ya ubadi. Tunaenda mkitia story si mbaya, lakini sasa you need to get your heart rate a little bit high for you to be able to say nime exercise. So mgeta kwamba natoka hapa mpaka pale alafu nkarudi. Waangalie distance na nenda kisimama. It's supposed to be something like but walking is a very good form of workout. Pia body weight. Ona nyumbani, when you sit and stand, that is a squat. When you do, si lazima ude chini ufanye push up. Kuna push up pia wall before ufike chini. So simple workouts. Mombasa Wiyalake kuna bahari, wala ambao wanajua kuogelea baharini. Wala ambao hawajui pool zimejaa. Za wanawake kando, differently, za wanaume ambao waweza kwenda ukasuke. Swimming is a very good workout. And what else? Body weight, walking, swim. Ukija jipi. Kazi hapo kwako. Wasichana ndio wako victim. I'll say it because jana ukienda gym alafu katikati wao ndio vit. Alafu I have my sister kutoka gym sana viazi. Anakwambia anatamani, roho anatamani. So what is discipline sasa? You know, hiyo ndio problem ya mtu akija gym. People think that 1 hour makes a very big difference. The rest of the 23 hours make the biggest difference. Ndio kabla wanasema, what do you eat? Because misha kupatia workout yangu ya 1 hour. Kama nikukusukuma nakupatia 100%, I've made sure. Wajua mimi huwa amefanya ile ambayo nilikuwa nataka leo. Lakini sasa ukitoka pale, what do you go put inside? Kuna yule ambaye ana discipline, ataenda ajue, nutrition has to go 1, 2, 3. Kuna yule ambaye ataenda kama vile unasema, aende akale viazi. So ndio atamaliza mwezi hakuna kitu anaona. And then some blame itakuja, gym doesn't work. Ama usikie nikiacha gym naenda kugain times 2. Okay, wala kumbe mimi naacha gym mwezi mmoja. Tumbo liko. Naanza kuona nini? So what are the some side effects, the physical? But side effect. So side effect ziko inategemea sasa mwanzo unaenda yale mazoezi wayafanya vile unavyotakaniwa ama unafanya tu wewe bora tu unafanya. So wajua unaweza fanya movement fulani but ikawa unafanya makosa. Na ukifanya makosa kidogo tu unaweza kupata injury. Sawa. Kuna side effects zingine ni kutumia vitu ambao hujaambiwa kutumia. Wajua sana kwenye sports kama gym kuna supplements za kutumia. So utaona kuna mtu yuko gym pale akimsikia mwenzake asema mimi natumia hii nimefanyika hivi. Yeye tayari anaenda kutumia bila kuuliza. So anaweza kwenda kutumia badala ya kumpatia faida ikampatia madhara. So kwa mfano kuna wakati mimi ishafanikiwa jambo kama hilo. Bila kuuliza, wasikia mtu tumia hilo ni wewe enda kuchukua. So wakumbuka walitumia pre-workout. So sana sisi pre-workout tunatumia gym kabla ya kwenda gym. Unakupatia morale mazoezi. So kutumia ile pre-workout sikuuliza hii atumie vipi, yatumia nusu, yatumia nzima. So mimi nikatumia nzima. Baada hapo mimi mpaka nifike hospitali kwa drips za maji. So yani hizo sehemu ziko nyingi, so ni vizuri kama hujui jambo ulizia kabla hujapata janga lolote. So sisi tunachukulia zile tunazoziona tunaangalia sets kwa reels ama TikTok au kwa mitandao, tunaangalia sets wafanya set ya 12 ingefika pale usikwenda kwanza anza kupiga press up 100 hali afanye chini kwenda
So nasema ile momentum mtu anachukulia kwanza anaruka kamba 200 times alafu baadaye siku pili anaruka 50. Is that you can affect ama ni affect? Unajua uweze anza kitu haujawahi kufanya uanze tena idea kubwa. So mpaka uanze polepole. Ukianza polepole utapata fomu nzuri ya kufanya ile mazoezi, utakuwa na uzoefu na utafika mbali. Kuliko uje tu leo uanze na kama unavyosema uanze na 100 reps push up. Siku ya pili utashinda kuinuka kwa sababu mwili wako haujazoea zile movements ulizofanya. So kwa beginners sana advice tunawapatia ni uanze polepole. Anza leo polepole, kesho polepole, kesho utaongeza moja. Utakuja utafika mpaka 100. So tunasema there is a need for you to have a coach ama trainer pale. Hiyo ni muhimu sana. Kwa sababu unaweza enda mahali utaona watu wanafanya, wewe utagiza tutafanya. Hauna mwelekeo wote. So ukiwa na trainer, ukiwa na coach, atakupangia pia ile program. Ataona pia vile jinsi mwili wako una respond na mazoezi. Unajua kuna mtu akifanya anaweza fanya workout 3-4 kwa siku na mwili wake ka respond vizuri. Kuna mwingine hawezi pata kuna maximum sets akifanya workout akifanya ndio improve. So before tukielekea break. So what is the healthiest form of exercise? Healthiest form of exercise. Kwa zile unazojua ama katika zile kidogo ambazo ziko. Unajua, when you say that, it's a broad thing. Healthiest form of exercise, it depends with an individual's goal. Kwa sababu mimi naweza kuwa goal yangu ni losing weight ama body fat. So there are specific exercises that I will do for me to have that results. Alafu kuna mwingine maybe ye anaitumia because of medication. Kuna wengine wale those who are diabetic, they have their exercises. Na kuna watu they have injuries, they have special exercises. Alafu sasa kuna wale ambao wako kwenye the gym industry like professionals, kuna zile zao sasa za bulking, So exercises, any form of exercise is good exercise. But for the best ones, ambazo yani nimezi categorize, it's the first one is weight training. Okay? Weight training ambayo you can do it with weights, exercise with weights or your own body weight. Sasa kama kuna many forms of weight training, kuna let's say chest, shoulder. These strength trainings are very important kwa sababu ya metabolism. The exercises are very good to boost your metabolism. Alafu ya pili ni cardio. Okay? Cardio ambayo there is aerobics. Yeah, aerobics. Aerobics kuna mara mbili. Kuna aerobics ambayo we have coaches ambao wanafanya, hizo ni za gym. Alafu another form of aerobics is walking na running or cycling, ambapo it's inafanya your heart beats faster, which improves your cardiovascular health, ambayo ina improve your heart health. Okay? Heart health. Alafu nyingine which is also very important ni kama he said, kuna what do you call the stretching exercises like yoga. Those are also very important. Na nyingine very very important ni HIIT cardio, high intensive interval training. HIIT hiyo ni a session ambayo ina combine a lot of activities in just few minutes to put your heart rate up. Those are very good. Now what someone can do, for my advice when it comes to that, ni in your week you can plan yourself. Let's say have strength training for 3 days. In that, combine it with walking or jogging. Then for fat burning, ongeza tena na stretching, because when your muscles zimekuwa stressed, you need to relax them. So stretching relaxes the muscles. Okay? Alafu pia unafanya hiyo HIIT at least 2 times, 3 times a week. You're good. You'll be in a very good physique. Women here will be amazed. Sawa. So, sir,
swali kwako. Siku hizi naona the rate ya vijana ama wamama kuseme yao imepungua. They know how ya exercise, but watoto wengi wako na obesity. Actually in Mombasa watu wengi wako obese. How can we train our children? Train vipi? Na vile wewe una train mama, labda nitakwambia ni gani? I think child obesity could rise because peer school. CBC is there, and they are supposed to be going for PE. But you can notice most of the schools, that is a subject about utapata bado kwa class A. Honestly, most of the schools utapata PE, utamuuliza mtoto ukota PE, atakujibu tunaambiwa tubaki class A, ni lazima tusome. And vyakula, especially us wamama, mtoto anasema sijisikii kula, utaka viazi, chukua kula, you know, like we don't know even the effects that are going to be there. Kuna watoto ambao they are very active na pengine yataka kuwa active, lakini I think most parents watu waogopa. I don't know why the fear. Na sijasema watoto waende gym kubebe weights. Sijasema watoto kubebe weights. But there are so many forms of workouts kwa watoto. Ule mtoto atoke, I think pia saizi with how Mombasa is developing, how everything is developing around the world, tumeweza kwa flat. So mostly ukifikiria mtoto wako, especially kama wa kike ama kiume, atoke pale chini unajua kwenda kucheza na nani, with everything that is going around you, rather awacha kae ndani ya nyumba. But there's so many ways of engaging mtoto, because fitness for a kid, it's one of the most important thing, especially for yeye hata pia kusoma. For growth, it's very important. Asa kuliko wewe mpaka mtoto kafika obesity. Kuna Mombasa, kuna video za mwekea na ukamwambia angalia, tuko hapa ndani ya nyumba. You know, there's it's an engaging time for you even with the kid, because kama wewe mama anafungua ile mlango wa sheti hivyo, mwambie mtoto leo hizi ndo workout za fun. Do you know ule mtoto wao get excited ile atanakwambia kila mtu uko nje nafanya mamangu workout. But that 1 hour is for bonding you and him or her. But by the end of the day, kuna ile amfanya something for, it's not even something that he has to go for 1 hour. 45, they need to release ile energy. Alafu pia we need to make sure they eat a balanced diet. Because whatever you teach a kid at that time, kama vile ambavyo tunaambiwa, whatever you put inside, it shows, by the way. I don't know if you understand, it shows. So as I imagine mtu by the time anafika teenage, unamfundisha si lazima ule hizi. Alafu sasa hizi afika ile teenage ndio kueleza mtoto sasa anza kumwambia by the sasa ndo tunaanza kula hivi. They won't. But when you teach them young, it's something that can grow even if you're not there around. This kid knows this is junk is not for me. Sawa tujakataa basi ile junk. But sasa ile ya kuwa the main meal, mtoto yule kwanza Monday paka. Sasa so the conversation is very heated up. So we'll take a commercial break and we'll be right back. Inshallah. Hello, welcome back. So the second half of the session, na bado tuko pale kwenye mazoezi. Kikana tu mazoezi yote kwa mmoja wao. I'm aspiring to be a fitness gym. Gym kisikia sema. Mwaka uishi pale ni gym. Nilianza mwezi wa 3 hiyo. Nilianza vizuri. Mwezi wa 3. Wajana tulianza mazoezi alafu nakimbia. Hawa ni wale wa next month. Next month. Monday. After Ramadan. Say after Ramadan. So kwa Mbarak. Yes. So sasa hiyo watu wanaenda gym asa tuseme ni lifestyle, tunaenda tu kupiga picha alafu anaingia 30 minutes anapiga mazoezi kidogo atukipiga majasho kupiga picha nyingi alafu nakimbia. So is it a lifestyle?
Wajua kuna watu wengine kama unavyosema wanakuja pale, mtu anakuja pale achukue Insta story, WhatsApp status aweke basi tu, ili watu wajue pia yuko gym ama yeye pia yafanya mazoezi. Ama kuna mtu atatoka nyumbani akona stress zake aseme tu nataka kwenda tu gym. Kuna mtu anaweza kuja gym tu pale akafanya workout 1 2 akakaa tu atulie tu. Ni ile kukimbia ile stress. So hii lifestyle kama hii, unajua kufanya mazoezi mwanzo gym ni mpaka wewe mwenyewe kuamua. Mimi niko na malengo gani kufika pale gym? Niko na malengo nataka kubadilisha lifestyle yangu, niko na malengo nataka kucompete, niko na malengo niko na ugonjwa daktari ndo ameniambia nifanye. So mpaka uwe na malengo, naenda gym kufanya nini? Kwa nini naenda pale gym? So kila mmoja ana malengo yake. Kuna yule akwambia tu mimi nishazoea kwenda gym. Ni lifestyle yangu, yani mimi kwenda gym lazima kila siku niingie 1 hour ama 45 minutes lazima nifanye. So ni mpaka wewe mwenyewe uweke kwa akili yako mimi nataka nini pale gym. Ndio utaachieve ile kitu ambao unataka. So it has to be the mindset hapo. Wale sema mimi take gym. Lazima kuna ingine ni hivyo kweli. Sasa mfano mimi lazima niende gym kila siku na rest only Sunday ama sometimes retrain for 5 days. Nisipoenda gym siku ya pili nikiingia kazi najiona kama ambaye siko kazini, niko tu pale. So ni kitu ambayo ni lifestyle yangu. So nipaka uwe na malengo ndo utaona mabadiliko pia. So wengine wanasema kwenda gym tuna train na akili. So mentally tuna train, yani tuko vizuri. Lakini in real life hakuna kitu. So Said, can we lose belly fat by walking? Well, belly fat, kwanza, that's a very good point. Walking, the research has been done, by the way, by the World Health Organization, that when you walk for a minimum of 60 minutes, you reach a point of fat burning. And that is walking, when you are on a moderate, intensive interval training, when you can walk and you can talk on the phone. Yani vipi, unaweza ongea without ile unahema nini, no, just walking. But for that period, that's a research that has been done, that when you walk, you burn more fat. So yes, walking helps you in the fat burning process, na itatoa kitambi. Manake unajua, the trick of fat burning is fat does not choose where to itaanza kuchoma. Manake unajua mafuta mwilini inakuwa stored kila mahali, kwenye mikono, kwenye kichwa, kwenye belly, shelewa. So when you start to burn fat, ni everywhere itaanza kutoka. Walking is the first one ambayo unaweza fanya. Then kama vile tutarudi pale kuna zile heat is very important when it comes to fat burning. Inasaidia sana. And when you put your body under stress, itakusaidia sana when it comes to fat burning. But also belly fat, it's very tricky if you do not check on the diet part of it, which plays 80% for you to burn fat. The 20%, kuna sleep, kuna stress, kuna maji, na kuna exercise. But when you fix your kitchen, then your kitambi utayayusha. So it has to start kwenye kitchen. That's why you say kuna ile kitu inaitwa calorie in, calorie out. Yeah. Mbona watu wana associate kuna kitambi bro, sikizo la vizuri. Siona. Kuna kitambi mtu sikizo la vizuri bana. Okay, that's a misconcept, by the way, kwa sababu katika the metabolic, kuna kitu kinaitwa the metabolic syndrome ambacho many people neglect. Mtu akionekana na kitambi anajiona yuko sawa, but kwenye metabolic syndrome, one of the components ya kugather ile metabolic syndrome is obesity, ambapo obesity inachangia kuleta vitu kama type 2 diabetes,
high blood pressure, cholesterol na mengine diseases zingine zinachangiwa na hii kitambi. Na kitambi kina consist ya 2 types of fat. Kuna subcutaneous fat na visceral fat, which is very dangerous. Sasa unaweza muona mtu amekwambia mimi niko sawa, he is healthy. Unaweza muona kipande cha mtu mashallah ukaona ni pesa ile. My friend, hapo ndani if we do not take care of ourselves, unashtukia tu mtu pap ameanguka. Ukiuliza ni nini, amepata sijui stroke. Kumbe ni mishipa yamekuwa blocked na mafuta. Yeah, that is the LDL triglycerides. Imefanya nini? Imeblock damu haiwezi flow vizuri kwenye mwili kwa sababu ya yale mafuta. So we need to address such things because it's not healthy when you have ukajiona una kitando, ukajiona wewe you are okay. It's really sad, but we have to raise awareness. Watu warudishe mwili mzuri. Maanake wewe pia mwenyewe when you have a good body, si lazima 6 packs, okay? It's very hard to attain 6 packs. It needs discipline. It's very hard. Lakini at least uwe na shape ya kwa wewe you have confidence. Maanake ukimwona mtu ambaye yuko obese na ukimwona mtu ambaye yuko physically fit, hata ukiongeza kwenye interview, the first impression matters. Mimi nitaangalia yule ambaye he is fit. Yeah, maanake I know he is capable of doing the job. Huyu mwingine he is on a comfort zone. Unaelewa? Na okay, it might not be because maybe amefanya vile ni kusudi ama ni vipi. It's just that people need awareness and we need to control some things ndio turudi vizuri. Kwa hivyo ukiwa na kitambi sio na ati ndio uko na pesa. Ni mashida kwa wingi hapo. Sasa tuje kwa Sara. Saida hapa anazungumzia kuhusu the benefits kitambi ndio. So what is the best exercise ya heart? Because Saida tumesema hata si lazima wiki mnene. Anakwambia sasa hata leo kwenye na cholesterol yeah. Yes. So best exercise ya heart na cardio. So those are cardiovascular. Yes. Ni pesi zimetoza. Ni pesi gani? Ni pesi. You know, nafikiri Saida sasa na tushazitaja ni vile sasa let me just condense. Any workout, you have to do it for a period of time. When your moderate intensity is something everyone can do. Moderate intensity. Heat requires you to push. Utasikia, I usually tell my clients, roho itoke. No, it's ni roho itatoka. Mi usema hivyo. Like, umeingia class, be ready, roho itatoka. It's not to mean kwamba roho yake itatoka. Ni kuwa, wajua nini, we are pushing to the limit. Kwa hivyo kuna wale ambao wataanguka after class hapo waanze kufikiria bila wanapumua. Blackout. Yes. Okay, si blackout. Unachongea hapo. But moderate intensity for a person ambao yuanza tuseme is something they should do for 60 minutes. Ndio maana nimesema ile ya kuokapa paka pale barabarani hapa atakwambia si bado, like you can hold a conversation. Ni ile tuweza ongea lakini kuna ile ambao wasikia okay. Yes. Okay, naye tuongea lakini kuna ile uko juu kidogo mpaka tutajua uko wapi. But sasa hours zile ambapo tutaka kutembea hivyo kirudi anakwenda okay. But it's supposed to be 60 minutes. So somebody can walk. Cycling pia. Kuna wale ambao wanaweza cycling. Sijasema mwende mkaanze zile za kuna watu siku hizi wanaona they do it as a sport. That is good. Hiyo sijasema ufike huko. Ile tu ya kawaida. Nafikiri most of the time siku hizi tunabati mama ngina magari si sana. So you can go in the morning, cycle, go back home. Kuna walking, kuna cycling, kuna swimming, kuna yoga. And what are the chakula mtu consider? Chakula mtu consider. In terms of you produce cholesterol. Now that wataka kunika kwa mitihani. Now in terms of cholesterol nitakwambia kitu kimoja. 90%, 100, what I say 100%. If you do only a cause of fitness, now you maybe I'll get a backlash after this. We don't keep posting to any gym. 100%. When we do only a fitness cause,
we are not supposed to advise a client in regards to nutrition because it's only a unit that we do. Then after that, if you want to know, you end up study nutrition. When it comes to cholesterol, it's a very thin line that I would not be comfortable kuadvise mtu except to work with somebody ambaye amemtuma ambao ashajua. Na kama daktari, there's a parameter that now I cannot cross. Because ataenda kama vile ambavyo unasikia Said anasema amefanya they have a like a unit or something ambayo amefanya hiyo. Yeye ameifanya amespecialize kabisa. Mimi nitakwambia the basics. This is what I know I'm supposed to do to you. Angalia chakula fulani I feel like no. Unaelewa? Lakini sa parameter ya ile huwa ni utapata mwingine sawa hiyo ni dawa kwa sababu ya cholesterol. So ukibeta kwangu kiwapa by the way sitaki hata kuona kila kitu fulani alafu aende anguke sasa. Tapata hasara. Exactly. So it's not that I cannot advise. But now each client is different. Kuna ule ambao atakuja, kuna wengine atakuja antumwa daktari mpaka amenadikia she is supposed to do only 20 minutes of kama wanaelewa. So yule atakuja anapaka hata si sara. Anapaka nutrition wake, hakuna kitu ambacho utamwambia ambacho is different. Kuna mwingine atakuja ameambiwa borderline. So you see mtu wa borderline na mtu ambao tayari you take medication, they are two different people. So siwezi taja because naweza taja watu wakaenda wakaanza kula hivyo. So each person is different. Naweza mwambia Mbarak, by the way, remove starchy carbs, go for complex carbs, eat more veggies, avoid 1, 2, 3. Ye kawaka. Afu mwambie Said kitu kama hicho. Alafu ini side yake dawa zake yafanye safari afa sema sana namba hiyo time ndo biskuli hata hiyo cards. Oh, you see kwa sababu ubaya wa internet it never forgets. Mtu atachukua this small information amwe by that time ndo na mali imeandikwa kwamba I'm not supposed to eat. So it's not that I cannot advise. I'd rather see huyu client ni different, yule ni different. Though it's difficult. So nasema ufanye vitu vako na that's information. Yes. Full information. Lakini naweza kumsaidia tu kwenye what not to eat. Yeah. I think what not to eat. What not to eat. Yeah. So what not to eat. Okay. Kwa cholesterol. Okay. Cholesterol just ziko mara mbili. Kuna the good cholesterol and the bad cholesterol. Okay. It's very simple. The highly processed carbohydrates. Highly processed carbohydrates tunazijua. Hizi unga. Naona hizi maunga ambazo tunatumia pasta. Asisitaji, wacha tuongelee unga hizo chapati. Mahamri yale. Huwa nikiataja huwa hata kwenye zile when we are advising people narukiwa. Tuache. Lakini this is very dangerous. Okay? The highly processed carbohydrates, kuna pasta, kuna hizi watu wanakula noodles. These are very dangerous. Alafu na kitu kingine we have to also consider when it comes to cholesterol ni mafuta. The highly refined oils, seed oils. Sorry to say, these are very dangerous and ndio zimejazwa masupermarket yetu. Now, if we can reduce, okay, we can say avoid, manake lifestyle yetu saizi mahali kokote ukienda, hata ukienda hoteli aina gani, yeah, 5-star nini, it's the same thing that is being used. What someone can do is just reduce on the intake. Si umwambie no, unajua ukimwanzisha mtu with no, after some time they'll end up crashing. So anaenda gradually change lifestyle, it takes time. Na those two nimekwambia, highly processed carbohydrates na refined seed oils, if we can minimize kwenye lifestyle yetu, na hii ni kuwa itakusaidia wewe kwa mfuko, by the way, kwa sababu they're very expensive. Tukicompare uende sokoni ukanunue inaitwaje viazi tamu hizi solid complex carbohydrates, it's much cheaper than buying highly processed easy carbs. Okay? Now tukiangalia mafuta, we can have an alternative. There's coconut oil, very healthy.
na hii it's underrated with a lot of people. Watu wanajua coconut oil ni ya kupaka kwa nywele peke yake, but coconut oil is one of the top most nutritious oil that you can ever use. Kitu nyingine unaweza tumia, we integrate good fats kama avocados, groundnuts, zile zinasaidia sana, so we can just reduce on the highly processed. Kisha kama Sarah alivyosema, nyingine ni kuwa they have to sit one on one with the client to go as per that per the condition akona, because some people react to even nuts. Unaelewa? Unaweza mwambia bana kula nuts, kumbe they react. So it is also customized. But if we can give them the don'ts to relax, yani to reduce on them, we can help them na hiyo cholesterol. Sasa kwako Mbaraka, mimi naona kuna matrainers wengine before they wakutrain kwa gym ama they take it through the process, wanakuja na zile barua kwa daktari on which exercise you should do. Manake wengine anaingia tu ndio kwanza gym but they don't know do you think that is advisable kama watu tuingie, because mimi najiona nimeshakuwa mnene na kianza kula. So hapo tutarudi pale kwenye malengo. Unkuja gym na malengo gani? Unkuja for fun, hasa kama hivyo unkuja na ugonjwa. Ni vizuri pia ujieleze kwa yule trainer wako. Mimi niko na shida fulani. Unaweza pata mtu afanyishwa mazoezi within 10 minutes 15 minutes unaona mtu anaanguka chini. Hawezi kutrain kwa intense. Shaona? So ni vizuri ukiwa pale, ni kama vile mwanzo tulivyosema, ni vizuri uwe na mwalimu, uwe na coach ama uwe na trainer, umuelezee mwanzo. Alafu na yeye pia mwenyewe atakuguide. So usipojieleza hawezi jua, hakuna mtu anaweza jua wewe pale uko na shida gani, ni mgonjwa, uko na shida hii ama shida hii. So ni mpaka ujieleze ndio ile coach wako hajua yale mazoezi ambayo atakufanyisha. So ni vizuri pia mwanzo ukienda upime weights. Uangalie weight yako iko umefika kg ngapi, so that una track ile weight yako with time. Ukipima unaangalia, unajua sometimes kupima weight na ule coach pia kukuangalia ni vitu vile ambao pia vinamata sana. So unaweza pima weight ukajiona wewe uko 70 kg mfano, after 2-3 weeks ukipima uko pale 70, ukaona ubadiliki, lakini unabadilika, una build muscle, una burn fats. So watu wengine mtu atakwambia mimi na train sibadiliki, niko vile, lakini yule anayekuona, yule mwalimu wako anajua ile difference ambayo umekuja nao pale. Alafu mimi naona kienda gym, unaona watu kuna ngumi huko zile mimi nimeona watu wa trainer wanafanya hivyo kubwa na tairi la tumbo. So hiyo mimi intense. Sasa paka unaona beginners pia ile ni ya professionals. Ile ni mtu ushafika a point. Kuna mazoezi kama hayo, lakini yale ni extreme. Hii ni kufikisha to your extreme levels, lakini na zile pia it's not for everyone. Ni kuna watu ambao ni professionals na they do it to reach some limits ya mwili wake. Unaelewa? Kama hiyo ya kupigwa tumbo ni inakusaidia kutengeza core. Unaelewa? The core na hii hapa mbele, subcutaneous fat hii hapa mbele. Lakini it's not for everyone. Zile unaziona kwenye TV ziacheni pale. Zile kama vile yule ulivyosema etoje coach anakuja na hiyo karatasi kuangalia whatever you have, so iwache ikae vile. Hizo mazoezi zingine ziko na professionals ambazo ni wao peke yao ndo wanafanya. Sasa mimi narudi hapo kwa swali. Ni lazima ni kama trainer ama kama fitness coach, should we keep it as a norm? Yani tukija nayo barua kutoka kwa daktari, should we keep it as a norm? Okay, one thing, mtu akija gym, people come for different reasons. Yani umeelewa, kuna yule ambaye ataingia, jana alienda kwa daktari akaambiwa you are obese, you need to lose weight,
because, okay, may I deal with women. So I'll say about women. Your hormones are all over the place. You need to start losing weight. Wengine atakushika mimba. Na shambo, you know what? Hii tutaruhusu mpaka weight ifike mahali fulani. So yule atakuja, she's frustrated. Ile ameambiwa na daktari. Most of the time it will depend. Kuna daktari haizi andika. Kuna vitu, mimi na wewe we are normal people. Kuna mwingine amekuja tu. Now here is the problem. Lazima akija, kuna form huwa tupatiana kwa gym. I think all the gyms do that. So ile huwa consent form, na kuna form nyingine ambayo wajaza for the reasons why you are there. Sasa kuna Mbaraka ansema kitu. Kuna yule ambaye atataka coach. Mbaraka yoelewa, Saibu elewa. Na kuna yule ambaye ataki kulipa training. We are very expensive. True. Sasa, Very true. I'm being honest. We can't be cheap. Useme kwamba career hivi. Career, yes. So kuna yule ambaye ataingia, ndio amekuwa gym member na you can help. Kuna mwingine huwa yuogopa kuja kufuata. Most of the time, like for you to help. Huyu ameingia, kuna yule ambaye atalipa personal training, we call it personal training. Yule utaenda, okay, ni Mbaraka, utafuatilizia mpaka wajua yafanyaje, na kuna hiyo. Lakini katika ile consent form aliweza tick pale. We have 3 questions we ask and then now they guide us. Kama huyu nitampambia nenda kwa daktari ulete barua hivyo. So for example, is there a history of heart condition? Yani kuna mtu kwa penal kwa heart condition na amekufa below the age of around 45, 50. Umeelewa? Ashaikuwa dizi akaanguka na alipoenda, ama ashaiambiwa hospitali akaambiwa you have a heart condition. So there are some parameters kama hizo question. There are around 4 or 5. So akisha tick hizo zote, huyu kabla hata hujamgusa huwa amwambia angalia this later, go to the doctor and then bring it back. Wengine warudi. Because kwake yuona wacheze, kuna gym nyingine bado utaenda. Sawa, ataenda pengine Mbaraka akamwambia nenda hivyo, aone aende kwa mwingine amwambia twende. Utamsikia alianguka barabarani. People die. It's not even a joke. But sasa ni ile umeshamwambia mwingine utamweleza these are the reasons I feel like you need to go get checked. Kuna mtu atakuja na apatiwe bill of health. Angalia hana shida yote tu, ni kuna daktari atakuandikia, which is easier now for you to work with that client. Because especially client ambao atakuja tu a train. Tuna kama haja ingie hit class. Haja apate Sara nitamchapo kweli. Ndio. But by the end of the day, I will push you. Me waambia mtu you are here for 1 hour, umelipa for 1 hour, you will do it for that 1 hour. There is no in between. Ni 1 hour ni. Sawa, kuna Mbaraka nitampatia 10 kg, nitampatia 15, wewe nitakwambia okay 2. But for those 2 nitaka uifanye ujue what you are doing. So huku niambia una nini? Umeingia class nimekusukuma, alafu naona mtu okay, hawa wana sweat, they are feeling like okay, tunasikia kama roho atoka, so wamechukua rest. Yule kumbe ulienda the other side. You get it? So ndo vitu vingine wabidi ulizwe ndo upate ile consent. But consent form yategemea. Ile consent form watu wataka kwa gym, hiyo tu parameters kidogo. Do you have condition A, condition B? Kuna wale ambao paka wanachukua blood thinners. So siwezi mgusa kwanza paka nijue daktari ananiambia. So ndo maana nauliza should we keep it as a norm? Because sasa hivi ukiangalia gym ziko nyingi. Sasa fitness gym ziko kibao nyingi sana. Sasa ukienda huku upate wewe umekuja hizi sheria. Ukienda kwingine angalia nilipa 200 kwa siku. Sio naingia huko afadhali niingie huko hata siku lolote. Naweza kufanya zoezi zangu, ukiona hapa ingia set tufanye set. Shafa wa group yetu naanza kufanya. Alafu mwenyewe ndo pale anaanguka sasa. Bo shafanya. Yani yesema na passion. Gym za mtaani. Ambao anafanya hivi. I have friends ambao wanafanya hivi. Ndo Akienda huko anaona hizo Mimi hapa mtaani dakika 2 kuna dumbbells pale. Afanye tufanye set zetu pale, kimaliza sikia mtu anasikia hapo mshipa upinda sijui nini. Unaelewa? I think we should. Asante msile. Angalia all gym. Najua yeye iko legacy. Okay, tataja baadaye. So
Yeye najua ile gym ambayo you train, mimi najua ile gym ambayo you train. I think most of the gyms that are established in Mombasa have that consent form. I don't think kuna ambao hawana. Because ile liability pia to the gym. So gym mtaani sijui. I cannot say anything about it. But most of the gyms utakuwa sued. Ni vile sasa okay, maybe Kenya tujafika hapo na maybe saizi tuelekea, utakuwa sued. Na utakuwa sued sasa si Mbarak peke yake ama Sara peke yake, tutabebwa paka gym. Sasa before we get to Saida, yuko kwa Mbarak. No. Mambo na supplements. Use of supplements. Na sisi vijana tunaangalia kwa hiyo nitafura haraka na naingia gym miezi mbili tayari body shaanza kurespond vizuri sana kwa supplements. What are the side effects? Side effects sasa ndo kwa watu wengi wanaona supplement ni shortcut. Supplement ni shortcut na pia si shortcut. Alafu pia ni kuelewa supplement ni nini. Unajua mtu ukimwambia natumia supplement, ule atumia steroids. So kuna tofauti ya supplement na steroids. Supplement ni ile chakula ambayo unakula kawaida. Unajua wakati mwingine unaweza kuskip lunch ukatumia supplement. Ukapata zile faida ambazo utapata kwa ile chakula ulikuwa kule. Unaona? Na kuna types nyingi za supplement. Kuna supplements za protein, kuna supplements za kufura tu, kuna supplements za pre-workout, kuna yani ziko nyingi sana, ni kitu ambacho iko so wide sana. So, nisema usiogope kuuliza. Cause bila kuuliza huwezi jua. Hakuna mtu yote ambaye alijua bila kuuliza. So if unataka kutumia supplement, tafuta mtu ambaye ni mzoefu. Sio mtu ati umeona Mbarak leo ankuja mtumia ile wewe pia unaenda kutumia bila kuuliza. Unajui ile mimi naitumia kwa sababu gani? So ni vizuri kuwa ndo kama vile ni vizuri kuwa na trainer. Kama sana amesema trainer ni expensive. So wako na knowledge. Ni knowledge yao ile. So uliza trainer wako. Na wewe mwenyewe trainer wako pia akikutrain ataona energy yako iko low, atakwambia tumia pre-workout. Ukitumia ile pre-workout yenyewe pia iko na instruction ya kutumia. Una pre-workout ambao offer kutumia half scoop, full scoop. So yeye mwenyewe pia trainer wako atakuguide, anza kutumia hii. Atakuona vile pia una respond nayo. So usijifanye yani wasikia na wewe enda kufanya. So it's better to ask. Kuna the extreme of using the injections. So huko ndo kwenye steroids sasa. So huko ni sikujui sana lakini si mahali kuzuri. Huko si mahali kuzuri. Hiyo ni shortcut. So na pia wale ambao wanatumia, I believe ni mtu ambaye anaenda kwa daktari, kuna blood tests zinachukuliwa, unajua ni kitu gani unafaa kutumia. Kuna different brand, different names za steroids. So ni paka uwe na daktari ambaye atakuadvise ufanyie blood test, uadvise hiyo utumie hii na hii. Si watu unaenda kuchukua na sindano unaanza unajidunga tu. Hiyo ni risk. Because it was kuna certain years it was the go-to thing. Tangu tumeona fura gym wenda gym dakika mbili afu atoka. Wapi? Hata ukatumia supplement ama utumia steroids bila ku-workout haufiki kokote. Alafu sasa kuna zile side effects, sasa mtu anakuwa na manyama. So no, yeah, steroids. So tuna steroids baadaye mtu anakuwa na manyama. Yaani sasa haijakuwa tena ni ile so utaona mtu kweli, kuna mtu side moja ni kubwa, side moja ni ndogo. Shaala. Johnny Bravo. Alafu sasa wengine wakija wakiwacha, kama mtu anaanza afuate kwa daktari, kuna mpaka uflash ile kwa system yako. Ijue kuwa huyu jamaa yasafisha yaachana nazo. So hiyo lakini si advise mtu kutumia hiyo steroids kabisa. Sasa turudi kwa sasa. Sawa. Hapa tulipokuwa break kwa tunazungumzia kuhusu insulin resistance. Mtu tufafanulie vizuri. Hiyo okay. Insulin resistance ni wide topic. It's a very broad topic ambayo ni people most of us, yani most of the trainers na health coaches huwa hatui advise. Shaona.
Because mtu akija gym anakuja for workouts, na wengine huwa wanaulizia diet plan, na huyo mtu anaweza kutrain for like a whole year but asi reach goal yake. Kwa sababu gani? The body iko kwenye fat storage mode. Now what is fat storage mode? Fat storage mode, insulin resistance. Na insulin resistance inaletwa na nini? It's brought by the lifestyle that we have. Imagine this scenario. It's a scenario I'm giving you. When you wake up in the morning, you eat. Sindio? What happens to your insulin levels? They go up. Then ikifika saa 4 pale na mabeste uko kazini, umeletewa kikombe chako cha chai pale na snacks. You start snacking. What happens? Your insulin levels hazija drop. You know, it takes 4 hours for the insulin to drop. It doesn't drop. Ibakie juu. Then ukala saa 4 tena. It means your insulin levels ziko juu bado. Religiously, you'll have to eat lunch. Sindio, mmetoka, you have to go and eat. Na hiyo chakula unakula lunch, tukiangalia the lifestyle that we have, the foods that we have, they spike your insulin so crazy. Shaona. Inabaki kule juu. Okay? Saa 10, kwanza sisi watu wa kwetu, kuna lifestyle yetu, kuna chai saa 10, kuna viazi, kuna uji, by the way kuna huo uji sasa hii ndo trend hiyo. Na mambo ukiangalia uji wa ngano, sawa. Uji power. Kisha spike insulin. So the graph ya insulin iko kule juu. Alafu ukifika nyumbani, ushaekewa ugali pale. Ama wali, ama chapati, mahamri, ushaekewa. So what happens next? Your insulin stays elevated. So alafu hii ukiangalia, it goes on and on mpaka inafika a point inaitwa insulin resistance, where the cells do no longer respond to insulin, the hormone insulin. Ambapo hiyo hormone ya insulin ndio inasaidia in fat burning. Okay? Now it does not respond to it anymore. The cells do not respond. Now we do not address insulin resistance. Na kushafika point ya insulin resistance, your body is on a fat storage mode. Akienda gym, ataenda gym. Utamwona mtu amepungua, atapunguza nini? Let me tell you the truth. Anaenda punguza muscle mass, anaenda punguza bone mass, anaenda punguza water retention. Lakini ukiangalia kile round part, kile kitambi kimekauka, kiko vile vile. Mwili haujabadilika when it comes to insulin resistance. If we can address insulin resistance, then it is easy for someone to do what? To burn fat. Na hii inakuwa insulin resistance inaleta tena hizi vitu zingine sasa. Ndio sasa pale inafungua ufunguo wa obesity, inaleta shida ya cholesterol. Manake sasa ikisha yale mafuta yakishaisha kwenye subcutaneous ile visceral, ishajaza huku kwenye liver and all these other organs, inaenda kwenye mishipa na kwenye brain. Shaona. Sasa yale mafuta yakiwa mingi, ndio utaona mtu mwingine ashashikwa na cholesterol, huyu ameshikwa na hii. So how do we bring down insulin resistance? Okay. It's just changing the lifestyle. Changing the routine. Okay, number 1, si tulikuwa tuongelea ile chakula vile tunakula. Let us focus on just 2 meals in a day. We have all that energy. Manake there's a research which was done for a human being. He can survive a whole year without food. It's a research. You cannot survive without water. Yes. Sijaongelea maji, nimeongelea food. Chakula. Kwa sababu gani? Mwili wako ikifika 2 hours inanyokota. Ndio hiyo sasa. Wewe ukiekwa desert sasa hivi. Angalia wale ndugu zetu ambao they are facing hunger, poverty. Yeah? Kuko juu, huko hakuna chakula. They can survive without food, but without water hawezi. Shaona. There's a hormone called GLP-1 hormone kwenye mwili, ambayo ikiwa activated, it's called a hunger hormone au skinja. Sasa ni mwili wako naturally uta-adapt to that. Yani sisi Allah ametu create in a way that we can adapt. Ushaelewa? Hiyo ni to extreme levels mtu anaweza survive. For someone who has fat ya kueleweka, ndio ile mafuta yatachomeka. Sasa what you do, you just skip meals.
have 2 meals. That's why kuna kitu siku hizi kuna diet hii ya intermittent fasting. People do it. We advise, by the way, peer coaches usually advise, so for someone to tap the fat stores, what you do, skip breakfast. Jamaa haiko ndiko mahali you have to eat breakfast. Unajua ingekuwa it is a mandatory, that is good. Imagine wewe umekula dinner, the food was not utilized at dinner, so haikuwa utilized, then you sleep, hakuna kazi imefanya, mwili engine imezima, you are on fat storage. Ukiamka asubuhi ukala chakula, your body will not burn fat, it will use the glucose that is from the food that you took, the carbohydrates. Itaitumia as a source of energy, not the fat that you've stored in the body. What happens ni kwa, when you skip the breakfast, your body will look for another source of energy, as a fuel for energy. Sasa si hakuna glucose, yeah, itaenda kwa nini? Fat burning. So it will go to the fat stores, itachukua, then it becomes easy for you to burn fat. So lifestyle plays a key role to all this. To drop insulin resistance, we can address it also. It's very important for the fitness right now. It's very important. Yes, hapa tunaonekana tunaongea kizungu mingi. Huko Swahilini sasa sisi tola vitu vya nazi. Nazi kwanza, nazi is healthy. Nazi healthy, lakini sio mafuta sasa na highly processed carbohydrates. Kuna viazi vya nazi. Sasa Robo ya nazi, ukiangalia maharagwe pia ya nazi hapo. Sara. Anashindwa kumjibu yani. Asema kila kitu nazi. Kaka hiyo yani. Sasa tutazungumza the level. Tena sasa Ramadhani. Ndio kwetu sasa. Matango ya nazi. Unajua nazi ukiangalia hivi kuna nasema kitu, and I think people, especially people, don't understand. The way we eat. Wanasema kama saizi Ramadhan. I think one of the things ambazo mpaka wanaambia my clients is the best time. I know it's for religious purposes, but it's the best time for them to lose weight, change their lifestyle. This time is the best time. Lakini sasa problem ni kama watu walipiza. Yeah. Sahani usipokuwa na viazi. Kuna mmoja aliniambia usipokuwa na viazi si Ramadhan. Like live kama kuna viazi si Ramadhan. Sasa huyu ankula. I was very shocked, by the way. I didn't know that people eat that and then baadaye kuna main meal. So mimi sikujua. Aliponieleza paka kabaki wait. Sukula. Ati ile biting. Nafunga madini. And then this person will eat. Okay, they will go, wengine atakwambia alikula after prayers. So meaning akimaliza ameenda bilala, tusidanganyane. Ameamka amesema kula tena daku. Huyu mtu yuko hapo. Hakuna kitu yani, hata akimaliza Ramadhani. Adding more weight. Yes, utapata mtu after Ramadhani amerudi paka muangalia, okay, what happens? Uko afunga. Add weight more than, and most of the women zote watu wazibeba huku. Yes. Utapata mtu nguo haimuingii tena, kama nitaitia gym ndo basi. Sasa mimi nauliza swali hapo. Sasa hawa kishajaza wanawake sasa. Kisha wanasoma vitabu vishaanza kuja. Wanaanza kutumia hizi majandimu, tiwandimu. Ndio okorade session nongua mtoshi tena sasa. Tutaanza hizo. Sasa hizo angalia those ones like work for a period of time. Yes. Ni kama vile quick fix. Crash. You will crash because it's something that your body is like, okay, utafanya. And then after a while, what happens? Your body gets plateau. It will not respond. Utakunywa hata kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mimi huambia watu utakula asubuhi saa 6. Saa hizi kama kuna the newest trend is what? Beti atacheka kwa sababu pia ni mmoja wao. It's okay, turmeric. People are putting ginger, turmeric, and then they blend it. They shots. Yes, they shots. No, amoja ingia TikTok apata mtu paka ionyesha vile ambavyo amelose. Again, I tell nakwambia I'm not going to the gym, I'm not exercise, but I'm losing weight. Mimi waambia mtu huyu mgojeeni after 1 month atupostie tena hii picture. Like I would write papo
to post after 1 month, I would, uko tempted kuandika tukupatie kama mwezi mmoja hivi ama miwili, because uyankaa wanywa hiyo peke yake, your body will respond, system imechangamka, alafu bado utabaki ile lifestyle ya kuwa 8 hours you're seated. Kama ni ofisini, most of the time office work is to sit. I know most people, hiyo ndo kazi ya ofisini. We sit, ukishamka utoke uende nyumbani pia utakaa. Especially vile hapo siku hizi tuna maid kila kitu kufanywa. Tutakaa. Kumbe wajua. Tuna remote tu. Na ukitaka kikombe cha maji, lete. That's the lifestyle ambayo tunazoea. So mimi hapa kitu ambacho nimepata ni kuwa niambiwa kwa sisi wanadamu tunaweza kaa mwaka mzima bila kula, lakini si kunywa maji. Yes. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutofunga, sio? Tuje kwako sasa. The norm sisi Swahili. Sawa. Ndio pale. Tuweza kutembeza uji. Ramadhani tuweza kutembeza uji. Mtoto nyumbani pole pole. Ashashiba vizuri, chapati, mahamri. Zote hizo anakula kwa siku moja. Ndio. Alafu anaongeza na uji. Sawa. Alafu baadaye sasa ndo tuanza kutembea. Wengine tuende huko sasa. Anatembea kwa ndani lighthouse. This is something nimeona. Alafu sasa mtu akirudi pale kuna slash. Hizo zingine tena. So tunajisaidia au tuna just making fun. Okay. The first part is even advised by doctors. Hiyo ya ukishakula have a walk before you go and sleep. Lakini sasa hiyo time ya kurudi ndio normal. It's dangerous. So hapo ndo tunaharibu. Uonaje kabla hujaenda ile walk? Pita pale unapopenda your favorite place, Sawa, chukua hiyo whatever you like. Kula. Then go for that walk. Shandeleo. Go for that walk. Ndio vitu vishuke kwa mwili. Okay? Digestion itakuwa vizuri when the food is settled. Lakini wewe ushatembeza uji, alafu uenda tena ukatie tena uji. Drinks kiasi. Still kunywa maji. Naona ndio kunywa maji. Just take water. Lakini this is very dangerous and ndio ukaona haya magonjwa mingi kwa jamii zetu zinakuwa kwa wingi, ni kwa sababu we don't have the knowledge. We are not aware. Tunaona it is healthy kula. Wajua wingi wanasema kula ni afya. Trust me, kula ni afya zamani. Time za wazee ndio ilikuwa vyakula vya afya. Lakini vyakula vya siku hizi ni upepo. Ushaelewa? Sasa wewe ushabomoa hiyo iftari yako, ukaswali tarawih, sasa ukaenda zako walking. Sawa. Ushafanya mazoezi vizuri, your body insulin levels zishaanza kudrop, manake you've exercised a bit. Manake ile kutembea ni exercise. Sawa, it helps you in bringing down your glucose levels. Lakini sasa ushatembea, sasa kurudi uenda tena wa kula. It is not healthy. Na kama ni kuadvise ni kabla hujaenda ile walk, tembelea hiyo favorite point yako, lakini isiwe ni kila siku. Wajua sisi shida ni moja. When you advise someone, anaona you are extreme. Lakini unaona tuseme an example I usually give people. You have a leaking tap nyumbani. Instead of fixing, waiacha vile vile. Sasa umpata emergency, umpata safari. Na hiyo area hakuna maji, wewe ndio peke yako una tanki la maji. Na ile leaking tap inaendelea, wewe umeenda safari. Ukirudi utapata nini? It's gone, there's no more water. Ni kwa sababu gani? It's the same with our body. If we do not fix those small habits, we are going to miss out on the big part. And it's our health. Your afya is the most treasurable thing. Until when we become sick, that is when tunakumbuka kuna Sara, kuna Mbarak, kuna Said,
We'll just follow them for advice. Mpaka watu washafika extreme, that is when they will start to wake up. While we can fix those things slowly, ni habits. Everything is a habit. Hata hiyo kwenda kule, it's a habit. Okay? People can do it once in a while, that is okay. Lakini you do it as a routine, then it destroys your health and unakuwa, you don't become healthy. So what is your as you end up, Barak, what is your advice kwa sisi vijana? We are aspiring to engage in. Advice yangu si lazima uingie gym. Si lazima uingie gym. Fanya tu mazoezi. Enda uwanjani, zunguka uwanja pale, kimbia, cheza mpira, enda swimming, ogelea. Unaweza kuja pia hapa Tononoka every Saturday. Tuko na program free every Saturday. Tunafanya mazoezi pale asubuhi by 6:30 mpaka 7:30. So wewe fanya mazoezi tu, si lazima ati niende gym kabebe weight. Nyumbani pale, ukiwa nyumbani fanya push up zako, fanya sit ups zako, na kitu kingine tuangalie ile chakula tunakula. Kama Said alivyosema mwanzo, chakula ni 80%. Mazoezi ni katika ile 20% peke yake. Sara, advice to the women. Sema wewe train wanawake. Wanawake sasa ndio vizuri. It's a passion bana. It's a passion. I know. For women, I think we are the backbone. Sisi ndio tupika kila kitu. Sisi ndio tuweza amua we change that family, ama sisi ndio tutapeleka hiyo family to the drain. Because Mbaraka akifika nyumbani bibi yake akimwambia ndio ninapika hicho tutakula, atabidi ale. So we are the ones who can change very fast. Apart from that, women right now, tukifika 30, alafu utasikia mtu mimi mwembamba huwa sina haja ya kwenda gym wala kufanya workout. You know that mtu yajidanganya. Ndio utaona ukifika, if right now you see most of the women, karibu 90% tutasema hivyo. Tumefika mahali watu wamedevelop arthritis, wamedevelop back problems, knees, and it's not because of anything. Movement. Tutoka tuktuk nipeleke kwanza hapa mpaka mlango, na asipofikishwa mlango utapata mtu anatukana mpaka baki, oh my god, it's just this. So my advice is, you're not working out for only today. You're working out for your own future. Kuweza kushuka stairs, kuweza kukaa nao, kubeba hicho kikombe. By the way, it's true. You know, people think, and that is one thing ambayo sijaelewa. People think akija gym ukimwambia nenda gym, yona awe wataka pesa. Hakuna kitu kingine, ni hiyo pesa tu ata. And not forgetting, utafika age hii kuenua. Hauna hizi muscles because wewe ulifikiria una haja na muscles. So I would advise women, anzeni kufanya workout. Hiyo kubeba weight hautakaa kama mwanamume. It's for you to build muscle to help you in your old age. Sawa. Said, advice to the youngs na wazee. Je, unafall kwenye hiyo brackets? Mimi si mzee. Ushaniita mzee maana kai. Ama umeona ndevu sio? Atoingia hapa sote tuna black hair. Okay, mimi my advice ni kwa we need to change our lifestyle. Our lifestyle plays a key role to everything. Kwa sababu whatever we are facing right now, the sedentary lifestyle that we have, it's not pleasing. And the foods ndio kabisa. We need to adapt a routine. At least train three times a day. 3 times a week, sorry. 3 times a week. It's more than enough. 3 times a week. Eat healthy. Eat healthy. Meaning eating healthy si lazima uende sasa uanze kupima calories na nini. Angalia, kuna mboga sokoni, kuna mboga, kuna viazi vitamu, kuna viazi vya kawaida, kuna zile nduma, okay? Kuna proteins ziko aina nyingi, kuna kuku, kuna nyama. Kama hauwezi afford vitu hivyo, kuna legumes, still it's a source of protein.
Sawa, kuna samaki, tuko baharini hapa karibu, kuna samaki. These are very important things. Alafu pia tuangalie stress management. Hichi kitu hakijaangaziwa for a very long time. Kuna watu wanaenda gym just to release their stress, kwa sababu when you work out there's a hormone inaitwa endorphins inakuwa activated. Kwa sababu ya nini? Upate relaxation. Kwa sababu ya nini? Ile working out inakupatia relaxation, so your stress levels zinashuka. So you need to train, you need to work out. Sleeping pattern is very important. Kuna watu all the time wako hivi tu Simu. yeah. Sasa you are stressing yourself kwa lifestyle ya mtu ambayo you can do it. Unaona? Instead of you sitting on that couch looking at Mbarak akipiga zile ma weight pale heavy, why don't you go join him pale yuko akucoach reach his goal. Sasa inakuwa something that we need to address. These key factors, if we can combine them, we can have a very healthy lifestyle. Na pia kama wazee na wazazi, it's very important umraise yule mtoto wako with a healthy diet. Kwa sababu gani? We usually give them money or we buy for them hizi vitu. Unaona kama hizi wanaziita nini, ringos, chews, masukari, zile vitu wanazipata wakiwa wadogo. Now imagine that lifestyle mpaka kijana amekuwa mkubwa. Siku hizi mtoto wa 13 ako diabetic. 13 ako diabetic. Why can't we adjust lifestyle yetu tukawaleta watoto wetu wakawa na afya bora? Na sisi wenyewe tuwe na afya bora. Ikiwa sisi watu wazima tujiangalie, nani ataangalia wale watoto? So this is for overall well-being of all of us. We just have to take care of ourselves. Let's love ourselves. Manake at the end of the day, if you do not love yourself, hakuna mwenye atakupenda. Na hicho kitambi pia, my friend, hicho kitambi mzee sio ishara ya pesa. You have to look after it. Thank you. I think nimeeleza in brief. So kama nilivyosikia, tunaweza kupata wapi? Kaanze kwa Sara, tunaweza kupata wapi? Katusaidia. Unajua hapa tumezungumza just a bit of it, lakini kuna practicality. Consultation is free. The rest is not. Sisi tunaweza kupata wapi? Mtandao wa kijamii. Mtandao. Sasa mtandao ndio sio kama wataweza kuingia. Anyway, kwa mtandao it's T alafu Shiro. Physically 90% I think utanipata at Insha Fitness pale Meru Road. Kwa mtandao Instagram pale najulikana kama King Mbarak. Alafu pale TikTok ndo King of Weights. Physically utanipata Legacy Gym time sana za Fajri pale ndo waniko. Saturday kuanzia 6:30 mpaka 7:30 tunanoka social hall pale ndani, tuko pale tunafanya mazoezi. Nakaribisha kila mtu. Mbarak. Okay. Mimi kwenye mtandao utatupata kwenye Oasis of Health. Okay, Oasis of Health kwenye TikTok na kwenye Instagram, it's the same. Okay? Alafu kwa mazoezi Tiger Fitness. Utatupata hapo baada al-fajr, hizo ndo time zetu. Sasa mimi nauliza swali la mwisho. Kuna chapati na mahamri, ziti healthy ama sio? Chapati mahamri, ziti healthy ama sio? Inategemea. Lakini naweza kula. Sasa kwa vile unataka kula ndio utakula. Hiyo ni favorite food yangu. So asanteni sana, thanks for coming. Kwa wapenzi watazamaji, kama unavyosikia tumezungumza in details hapa the importance of fitness na health. So sijamkasema tumewafungia nafasi, tumeelezea mtaweza kupata wapi. Follow them, interact with them, tapata. Consultation is free. Mengine ni pesa. So don't forget to follow us on our social handles at Let's Faith Podcast, Instagram, TikTok,
YouTube na pale Spotify. I was your host, Ahmed Mohamed Ismail. Till next time. Together.